Mambo vipi watazamaji wa DR Media? Leo hii tupo hapa kwa ajili ya kuangalia mtanange wa kesho ambao utaikutanisha kati ya watani wa jadi au maasimu wawili kutokea jiji la Dar es Salaam, mitaa Kariakoo. Hapa nazungumzia upande wa Yanga versus against Simba. Hii naweza nikasema ni mechi ya kisasi au ni mechi ya kutoa mwangazo wa picha nzima jinsi tutakavyoelekea ligi kuu na kutabiri mbeleni kwa nani anaweza katika bingwa. Nikianza na utangulizi kwa tamasha la Simba Day na Yanga Day. Hizi timu zote mbili zilipoteza. Japo mmoja ilipoteza kwa goli moja bila, nyingine ilipoteza kwa 2-1. Mmoja kufanikiwa kupata goli, nyingine ilifanikiwa kupata goli. Goli ambayo ilitokana na mkwaju wa penalty wa mshambuliaji mpya Matata aliyokuwa mchezaji wa zamani wa Mamelodi Sundowns Peter Shaulili. Naanza kwanza kuzungumzia upande wa Simba. Simba ni timu iliyojengeka kwa muda mrefu. Ukiangalia mwaka juzi wametoka kucheza finali ya Confederation, japo kikosi chao kivunja au kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa ni key player ambao waliweza kuondoka kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine, lakini bado wakaja na wachezaji wengine wapya na wazuri ambao wameweza kuboresha ubora wao msimu uliopita na kushika nafasi ya pili. Nakumbuka kama ni pointi 2 hivi walikuwa wameachwa. Nikiangalia tamasha ya Simba Day, Simba kupoteza siweki guarantee sana kuwa hata mechi inayokuja Ngoe sana watapoteza. Ni kwa sababu gani? Ile ilikuwa ni tamasha la maonesho ambayo ilikuwa kwa ajili ya kuangalia wachezaji waweza kuwasajili. Ukiangalia lineup ya kwanza ilikuwa imeanza, utaona wachezaji wawili watatu ambao wanapata namba kwenye first 11. Vile timu ile kipindi cha pili ni wachezaji wachache ambao wanapata namba kwenye first 11. Kwa hiyo pale kocha hakuweka first 11 yake ya moja kwa moja, ila aliweka baadhi ya wachezaji kwa ajili ya kuangalia kama wanaweza kufaa kwa matumizi, pia na kuonesha baadhi ya mashabiki kuwa kuna haja ya kuamini vijana. Ukiangalia huyo Steve Becker ni kocha ambaye anaamini sana katika soka la vijana. Kwa hiyo kule kufungwa sipigime hesabu kuelekea mchezo wa kesho. Vile nikija kwa tamasha la Yanga Day iliyofanyika tarehe 9 Agosti. Hii mechi Yanga iliweza kupoteza 2-1. Japo kuna baadhi ya watu wamekuja na lawama juu yake kwanza kulaumu kuwa kocha labda alikosea kupanga kikosi. Hapana. Ukiangalia Yanga ana maingizo mengi sana mapya. Japo hakuweza kuwatumia wote. Kuna baadhi walitumika na wengine hawakuweza kuwatumia. Wachezaji walikuwa wanatumia ni wale wachezaji ambao wanatambulisha kama water player. Baadhi walicheza first half. Ukiangalia key player ambaye kwa sasa hivi yuko on trend Peter Shaulile aliweza kuscore goli moja mkwaju wa penalty. Japo mwisho wa siku wakapoteza kwa goli 2-1. Ile mechi Yanga imepata funzo na imepata somo mwangaza wa kuelekea mechi ya kesho, ambapo kwa kesho naamini hawezi kupanga kikosi ambacho kilikuwa ni cha maangalizi. Kile kikosi kilikuwa kimesajiliwa mashabiki waweze kuona mchezaji uwezo wake. Japo kuna wachezaji wengine wapo wameonekana kupewa hype kubwa sana. Nikianza na wazawa, huyu kijana Eliki Mwijage ambaye mwaka jana alikuwa KMC, kacheza soka safi sana na soka zuri sana linavutia miongoni mwa mashabiki wengi wa Yanga. Pia kuna kijana au fullback cheza namba 3, kapanja kikosi cha vijana. Kacheza soka zuri sana kumtarajia kwa mbeleni aweza kama mchezaji mmoja mzuri sana. Walifungwa, lakini kwa kuna vitu ambavyo kuna baadhi ya somo ambazo kujifunza kwa namna gani waweze kuandaa kikosi chao kuelekea mechi ya kesho. Nizungumzie kwa upande wa mechi ya kesho sasa. Hii mechi ya Simba na Yanga si utarajia kuwa mechi nyepesi. Haijalishi timu moja itakuwa na changamoto au timu nyingine changamoto, lakini unapokuja kwenye swala Simba na Yanga, timu zote zinakuwa pamoja na zinakuwa organized. Nikianza kwa upande wa Simba nimeelewa kidogo kama kuna misunderstanding kwenye uongozi wao. Lakini je, ni kwa namna gani vipi mashabiki watawaweka pamoja? Kuwaweka pamoja ni pamoja na kushinda huo mchezo wa kesho. Au mashabiki watasahau mambo yote yaliyotokea nyuma na kuweka focus katika ligi kuu. Wana focus vipi? Ni baada kupata matokeo. Kesho sitarajii sana Simba kupanga wachezaji wengi sana wageni. Kesho naona sana Simba akiingia kwanza na mfumo wa force number 9. Sidhani kama ndio akatumia typical style. Ukiangalia mfumo wa force number 9 ni mfumo ambao Simba umewalipa sana. Ukiangalia dabi ya 2-2 iliyofanyika pale Meja Jenerali Samuyo, alianza pale juu na Mpanzu, pembeni Chama, Libasegwe. Hao ndio watu ambao naamini pia kesho ndio akaenda kuwatumia mwalimu kwa ajili ya kumpatia matokeo. Simba walikuwa kama kwenye tamasha la juzi tulivyoona Selemani Mwalimu alionekana akisema kuwa yeye yupo sana Msimbazi, lakini kwa mkia leo tunaona engineer kimtambulisha. Je, ni kwa namna gani vipi atarudisha nguvu kwa mashabiki? Hamna namna nyingine zaidi ya kushinda mchezo wa kesho. Kwa hiyo Simba wataingia na nguvu kubwa na upambanaji, tofauti zao zote wataziacha, watafocus katika mchezo wa kesho na naamini wakifanya vizuri itapatikana matokeo mazuri. Nikirudi kwa upande wa Yanga wamesajili wachezaji wengi sana wazuri wa kigeni, na ukiangalia na ambao walikuwepo wengi ambao walikuwa na timu msimu uliopita wameweza kuwatunza kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo vile nao naona wakienda kuwatumia wachezaji wengi waliokuwepo na wachache wa kigeni waliweza kusajiliwa. Kwa natarajia
safu hiyo washambuliaji itaongozwa na Peter Shauri, kwa sababu Peter Shauri ni mchezaji ambaye ashaprove na ashaonesha kuwa anajua kufunga na ana uwezo wa kucheza, na pia ni kiongozi ukiangalia timu aliyotoka na hata sasa hivi. Kwa hiyo nategemea kwa upande wa nyuma sidhani kama nitaona mabadiliko makubwa sana ukiangalia na kikosi ambacho wanacheza msimu uliopita. Mabadiliko yanaweza kutegemea katikati na kuendelea mbele nafasi ya ushambuliaji, kwa sababu pale tunaona nguvu mpya sana na wachezaji ambao kioo wamekuwa na imani kubwa sana kwa upande wao. Kwa hiyo mechi ya kesho simpi guarantee Simba kuwa atashinda, simpi Yanga ndio atashinda, ila yeyote ambaye atachanga vizuri hesabu zake anaweza kupata matokeo mazuri sana na itarudisha nguvu kubwa sana kwa mashabiki. Ukiangalia matamasha yote mawili tutashapoteza, je, utarudisha vipi popularity kwa mashabiki zako? Ni kushinda mchezo wa kesho. Kwa hiyo naamini kesho itakuwa ni mchezo mzuri na kuvutia sana mbele wa mashabiki wengi wa soka Tanzania na duniani kote kwa ujumla.